Tunawakaribisha nyote katika mfululizo wa masomo ya juma hili yaliyoandaliwa na ACP Projects yenye kichwa kinachosema kwa nini nipo duniani? Kuanzia tarehe 25 Desemba mpaka tarehe 31 Desemba 2025. Mkufunzi wako ni Elisha Michael Edward, mtaalamu wa lugha ya alama, mshauri wa vijana na jamii na mwenyekiti wa Cake Foundation inayojihusisha na kusaidia jamii ya watu wenye uhitaji. Kwa mambo mengi zaidi tembelea YouTube na Instagram kwa jina la Elisha Edward. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante. Natumaini mu wazima wa afya kabisa. Nipende kuwakaribisha tena katika somo maalum kabisa kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya 4 tangu kuanza kwa mfululizo wa masomo yetu. Siku ya leo tunaenda kujifunza kitu muhimu sana ambacho naamini kitaendelea kutujenga zaidi wakati ambapo tunajibu swali hili, kwa nini nipo duniani, sehemu ya 4. Siku ya leo tunaenda kuangalia kitu cha msingi na cha thamani ambacho kinajulikana kama destiny assignment au jukumu la hatima yako. Ni sehemu mojawapo ambayo inaendelea kutujenga zaidi kujua kwa nini tupo duniani. Tushatambua ya kwamba kitu cha kwanza ni kwamba matokeo ya kuwepo kwetu duniani ni mpango wa Mungu. Jambo la pili, tupo duniani kwa sababu wakati ambapo Mungu anapanga kutuumba au kutuweka duniani, alitupatia jukumu au kusudi ambalo alihitaji tuje tulifanye hapa duniani. 3, kusudi ambalo aliweka ndani yetu hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kulifanya zaidi yetu, na ndio maana tupo duniani. Siku ya leo tutaenda kujifunza kitu kingine ambacho ni mwendelezo wa somo hilo la kwa nini nipo duniani, destiny of assignment au jukumu la hatima yako. Mwaka 1918 katika mji wa Eastern Cape huko South Africa, dunia iliweza kushuhudia kuzaliwa kwa mtoto ambaye hakuna mtu ambaye alitarajia angeweza kuwa jibu la maswali ya watu katika taifa hilo la Afrika Kusini. Mtu huyu aliweza kupata elimu na hatimaye akawa wakili. Katikati ya miaka 1940 aliweza kujiunga na harakati za kupinga ubaguzi wa rangi ambao ulikuwa unaendelea katika taifa hili au apartheid system. Alitambua kuwa kusudi lake la kupigania uhuru na usawa wa watu ndilo ambalo Mungu alihitaji yeye aje alifanya hapa duniani. Aliweza kuleta mapinduzi makubwa katika nchi hiyo ya Afrika Kusini. Alikubali kifungo cha miaka 27 ili kulinda haki za watu weusi, na baada ya kuachiwa gerezani aliweza kufanikiwa kuwa rais na kuunganisha taifa hilo la Afrika ya Kusini. Mtu huyu si mwingine ni Nelson Mandela. Tunapozungumzia destiny assignment au jukumu la hatima yako, ni kwamba kusudi ambalo Mungu amekupatia ili uje ulifanye hapa duniani ni majibu ya watu katika kizazi chako. Kwa hivyo endapo utalitambua kusudi lako, jua kuwa utakuwa umejibu maswali ya watu wengi ambao wanakuzunguka katika jamii yako. Siku hii ya leo ni lazima tutambue kuwa tunapaswa kutambua kile ambacho Mungu ametupatia ndani yetu, tukifanye katika kizazi hiki ambacho tunaishi. Na tunapokifanya hicho, tutambue kwamba tunajibu maswali ya watu wengi, kwa sababu makusudi ambayo Mungu ameweka ndani yetu tuyafanye duniani ni majibu ya changamoto za watu ambao wanatuzunguka katika jamii zetu au katika kizazi ambacho tunaishi. Kwa hivyo endapo tutashindwa kutimiza kusudi letu, tutasababisha mpango wa Mungu wa kuleta majibu ya matatizo ambayo tulipaswa kuyatatua usifanikiwe. Kitu kimoja ambacho ni muhimu ujiulize ni kwamba kwa nini wewe ukuzaliwa miaka nyuma Mungu alikufanya uzaliwe katika kizazi hiki? Ni kwamba Mungu aliangalia changamoto ambayo zinatokea katika ulimwengu wa sasa. Mtu pekee ambaye unaweza kuzisolve changamoto hizo ni wewe, na ndio maana alikufanya utokee katika kizazi cha sasa na sio miaka nyuma. Muda ambao Mungu amekupatia wa kuishi
unakutosha kabisa kutimiza kusudi hili ambalo anahitaji wewe ulifanye, na hakuna muda wa ziada ambao Mungu anaweza akatupatia endapo tutashindwa kutimiza kazi au kusudi ambayo anahitaji yeye tuifanye. Wakati ambapo Mungu anaandaa mpango wa kuzaliwa kwa Samsoni hapa duniani, alitambua kwamba changamoto kubwa ambayo inawasumbua wana Israeli ni mateso ambayo alikuwa anayapata dhidi ya Wafilisti. Kwa hivyo kusudi la Mungu kwa Samsoni ni kwamba ajibu maswali ya wana Israeli ambao walikuwa wanapata kutokana na taabu ambazo walikuwa wakipewa na Wafilisti. Wakati ambapo Mungu anaandaa mpango wa Musa kuzaliwa duniani, alitambua kwamba wana Israeli changamoto yao kubwa ambayo ilikuwa inawakabili kwa wakati huo yalikuwa ni mateso ya utumwa ambayo walikuwa wanayapata katika taifa la Misri. Kwa hivyo alitambua kwamba jibu pekee la maswali yao Musa angeweza kulibeba, na ndio maana aliruhusu Musa aweze kuzaliwa katika wakati huo. Kwa hivyo nasi pia katika maisha ambayo tunayaishi ni lazima tutambue hilo kwamba tuna kusudi ambalo Mungu anahitaji tulifanya hapa duniani, na kusudi hilo ni majibu ya watu katika kizazi chetu. Endapo tutashindwa kulitimiza, ina maana ya kwamba tutaacha watu wengi wakiwa katika shida, tutaacha watu wengi wakiwa katika matatizo mengi, kwa sababu sisi ambao ni jibu la changamoto zao tumeshindwa kutimiza kile ambacho tulipaswa kufanya katika maisha yao. Endapo tutaweza kutimiza makusudi au kazi ambayo Mungu anahitaji tuifanye hapa duniani, jambo la kwanza ni kwamba tutainua maisha ya watu. Fikiria kitu kimoja, endapo Yesu angekataa kufanya mpango wa Mungu wa ukombozi. Natambua kwamba tangu mwanzo Mungu aliandaa Yesu azaliwe hapa duniani kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo endapo Yesu angekataa kutimiza kusudi ambalo lilimleta hapa duniani, na maana ya kwamba ukombozi usingepatikana, hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuokolewa. Fikiria endapo mitume hawa Yesu ambao Yesu aliwaacha wakati ambapo anaondoka wangekataa kufanya kazi ambayo waliachiwa, ina maana ya kwamba leo hii huenda kusingekuwa na wahubiri ambao wanahubiri katika majukwaa mbalimbali. Inawezekana leo kusingekuwa na makanisa ambayo watu wangekuwa wanafanya ibada kama ambavyo tunafanya sasa. Kwa hivyo kile ambacho tunakiona sasa ni matokeo ya wao kutimiza kusudi au kazi ambayo Mungu aliwapatia waweze kuifanya hapa duniani. Hivyo nasi pia endapo tutashindwa kutimiza kusudi au kazi ambayo Mungu alitupatia, na maana ya kwamba tutaacha dunia ikiwa na pengo kutokana na sisi kutimiza majukumu ambayo Mungu ametupatia. Fikiria kitu kingine, endapo mwanzilishi wa kwanza kabisa wa kutengeneza gari ambaye ni Carl Friedrich Benz angeamua kuachilia mbali wazo ambalo lilikuwa kichwani mwake la kuweza kutengeneza kifaa hiki ambacho leo tunakitumia kama chombo cha usafiri ambao ni gari, tungechukua muda kiasi gani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Wafanyabiashara mbalimbali wangeweza kutumia muda kiasi gani kutoka eneo moja kwenda lingine? Kwa hivyo urahisi ambao tunaona sasa unatokana na kile ambacho Friedrich Benz aliweza kukifanyia kazi katika mawazo yake. Kwa hivyo kila mmoja wetu anapaswa kuendelea kujithamini na kujiona bora, akitambua kwamba ana kitu ambacho Mungu anahitaji akifanya hapa duniani, na ndio maana yupo. Endapo atashindwa kukifanya, ataacha watu wakiwa katika shida, ataacha watu wakiwa katika changamoto ambazo hakuna kuzitatua kwa sababu sisi tumeshindwa kutimiza majukumu yetu. Fikiria pia Wright Brothers ambao walikuwa ni watu wa kwanza kuleta wazo la kutengeneza kitu ambacho kinaweza kupaa angani ambacho ni ndege. Endapo angeshindwa kulifanyia kazi wazo hili, ingechukua muda gani kwa wafanyabiashara mbalimbali kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Ingechukua muda gani kwa mizigo ambayo inasafirisha kutoka bara moja kwenda bara lingine? Tunaona urahisi kwa sababu watu hawa waliweza kufanyia kazi wazo ambalo Mungu aliweka ndani yao. Jambo la pili ni kwamba kusudi au kazi ambayo Mungu anataka tuifanye hapa duniani imelenga kuyainua maisha yetu. Siku ambapo utafanikiwa kutambua kusudi la kuumbwa kwako, ndipo ambapo utapata mafanikio ambayo unayatamani katika maisha yako.
watu wanaokuzunguka watakuheshimu kwa vile ambavyo umeweza kutimiza kazi ambayo Mungu alihitaji uje uifanye hapa duniani. Watu hawatakuheshimu kwa sababu umewazidi umri, ila watakuheshimu kwa sababu umeliishi kusudi la wewe kuwepo hapa duniani, ambayo ni majibu ya changamoto zao. Huwezi ukawa unapatia watu majibu ya changamoto ambazo zinawakabili katika maisha yao na wasikuheshimu. Kwa hivyo jukumu au kazi ambayo Mungu anataka tuifanye hapa duniani imelenga kuinua maisha yetu. Watu katika ulimwengu watatuheshimu kwa kile ambacho tumekifanya, ambacho Mungu alilenga tufanye hapa duniani. Leo hii katika ulimwengu wa sasa tunazidi kumkumbuka Yesu Kristo. Maelfu ya watu duniani wanaendelea kumkumbuka kwa kile ambacho alikifanya ndani ya muda mfupi. Miaka 33 ilitosha yeye kutimiza kusudi ambalo Mungu alihitaji aje alifanya hapa duniani, na mpaka leo watu wanaendelea kumkumbuka na kumheshimu. Jina lake linaendelea kudumu katika ulimwengu kwa vizazi vilivyopita, vya sasa na ambavyo vinakuja. Yote hayo ni kwa sababu alitimiza kile ambacho Mungu alihitaji aje akifanya hapa duniani. Wakati ambapo anazaliwa, Mungu alilenga aje aokoe maisha ya wanadamu kutoka kwenye dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo vizazi na vizazi vinaendelea kumheshimu kwa vile ambavyo aliweza kufanikisha kusudi hili, aliweza kulitimiza kusudi hili. Kwa hivyo watu wanaokuzunguka watakuheshimu endapo utatimiza kusudi la Mungu.